Yaani ndio maana nimekaa nimekuja nikakwambia kweli ndugu yangu nimekosea. Na hivi nilivyoongea na wewe ingetaka unipe dawa kidogo nikazindule mwanamke nimempaka dawa kalala pale kaanguka chini sasa. Hivyo lakini wewe rafiki yangu una akili sawa sawa wewe? Wakati nakupa dawa pale nafanya kukwambia mara tatu. Kumbe alikuwa anakuingilia huko, yanakutokea huko. Yanakuingilia huko, yanakutokea huko. Sasa nisikilize kwa makini wewe. Wewe nisikilize kwa makini. Naenda kukupa dawa, ukamzindua huyo mke wako. Ila siku nyingine nakuomba uwe makini. Naomba uwe makini brother. Sijui umenielewa? Liangalie masikio yake kama vile antena ya defender vile. Wewe ni mtu gani wewe? Hamna shida ndugu yangu. Wewe unakuwa huna akili, tukakutega masikio kama antena ya defender. Kila kitu kiko sawa. Odi. Shemeji. Yaani nyinyi mlikiona kule mtaani akufai, huku ndo mnanifuata mpaka nyumbani, si ndio? Huu ntinkavu uchimbwe dawa. Nyinyi si mtataka muone mimi niko vipi? Subirieni msiondoke. Kileta mambo ya kipumbavu hapa wakati naonyesheni kazi leo. Ndugu yangu, sisi kiukweli bwana, sisi leo hatujaja kwa hayo unayoyafikiria wewe. Mimi leo nimekuletea dili, nimekuletea kazi. Yaani nyinyi mimi naonaga mnakujaga na triki nyingi. Hilo dili kweli au dili la magumashi? Mimi leo nimekuletea mteja. Ana shamba lake analiuza. Mteja mwenyewe uko wapi? Huyu hapa. Huyu ndo mteja huyu. Mimi hapa. Mimi nina shamba kubwa sana. Linaota kila kitu. Linaota ulezi, mtama. Ndio. Yaani kuna haya madudu fulani haya kama masufi nani? Alizeti. Sasa hamna shida. Nisubirieni kidogo hapa. Habari shina. Kwema tumekuita. Tumekuita sana. Kwa shemeji ulikuwa umeenda? Yaani leo wameingia kwenye 18 wenyewe tu leo. Yaani kama mtego ule wa kunasa njiwa, yaani unamwaga mahindi punje huku ukiwa umenyosha ndani. Yaani akiingiwa tu njiwa unafungana na lango. Sasa ndio likifanya jamaa. Wameingia kwenye 18 na tena wako wawili. Yaani hapa nachokifanya na mpaka mmoja. Yaani hawa jamaa walikifanya wajanja, lakini ndege njanja siku zote unaswa na tundu bovu. Yaani na leo wameingia kwenye 18 wako wote wawili. Yaani nashika mmoja. Humutu. Yaani mpaka yaani mtaa nzima utasimulia leo. Lakini swala, ngoja nifanye nao biashara kwanza. Nikishafanya biashara tu, hii dawa sitaitupa. Yaani kisha maliza kufanya nao biashara tu, akishinipa cha kwangu nikaeka mfukoni, mimi napaka wote pale. Ngoja kwanza nikafanya biashara. Ulikisema shamba liko mbali sana. Hapa maeneo kuna mchumia juani. Kuna mbili pale. Yeah. Twende tukalione shamba sasa hivi. Sawa. Twende. Haina shida. Haya, twende bwana. Sasa mke wangu nakuja. Sawa ziki. Yaani lile mimi nafikiri shamba utapanda mazao yote lazima uone. Yaani shamba ambalo liko karibu na wewe vipi? Mzee Dimbwa ametoka. Ametoka Mzee Dimbwa. Mama we.
Wewe mzee Dimbwa ni nani? Bwana we. Mzee mmoja hivi nuksi. Shikamoo mzee. Shikamoo. Mko hapa kuongelea watu sio? Hamna wewe. Hapana kweli. Sisi sasa kuongelea watu sisi. Angalieni. Mtaolewa. Taolewa? Huyu mzee katuonaje sisi? Yaani sisi wanaume watatu lijali, alafu yeye anapita anasema kwa sababu ya lile panga aliyokuwa kashika. Sasa bwana Wandindi, hapo unafikiri kati ya utatu wetu sisi nani unadhani anayetakiwa kuolewa? Sasa yote 9. Hapa sikasema sisi tutaolewa yote 9. Huyu mzee ni hatari. Huyu mzee bwana alikuwa na kesi moja hapa hivi ninavyokuambia, katoka jela. Huyu katoka jela huyu. Oh, baba. Huyu mzee alishakataga mtu mkono. Kisa tu mtoto wake alipigwa shuleni na kunyolewa nywele kidogo tu. Kamkata mkono bagaja. Kabaki na kipisi. Huyu mzee ni noma, muoneni hivyo hivyo. Tuondokeni. Twendeni. Kama katoka jela tu bado yuko hajajifunza chochote huko jela. Si mmemsikia? Dada, shamba letu ndio hili hapa. Labda nikuoneshe sasa mipaka. Sawa. Naomba kimbia hadi kwenye ule pale mti ule pale. Pale. Ya. Kuna shida. Haya, mjomba Nchumaye huyo. Hivyo mjomba Nchumaye. Pitia kushoto Hapo simama. Hapo ndio tunaanzia sasa mpaka. Ndio. Sasa nenda mpaka kwenye nguzo ile. Yule jamaa alikimbiaga alianza. Mwanajaza wapi na ile tumbo? Yule? Hapo. Mpaka pale. Rudi hapa. Usizidi hii mitunduru hii, usahau. Jamaa anaonekana mchovu leo ajala leo. Jomba Nchumaye ujala leo Nimekwambia usimame, sio unakuja, simama hapo. Mpaka pale. Sasa njoo mpaka hapa. Kutoka pale mpaka hapa ndo eneo lenyewe. Jomba Nchumaye huyo. Sasa hili ndio Sikiliza njomba. Yaani wewe wakunikimbiza mimi hivi. Sasa sikilize. Yaani kwenye hiyo 50 ulika unanipa inaongezeka 50 nyingine. Ina maana kwamba inakuwa laki. Ngoja nikwambie, hayo sio makubaliano yetu. Yaani tumeshamaliza. Hayo sio makubaliano. Ngoja nikwambie bwana, hapo ngoja tufanye biashara. Hapa na tamaa huyu. Nani? Nadhani mmeliona shamba. Sasa kama mmeridhia basi tunaweza tukaenda kwa mwenyekiti sasa hivi tukasainishana kama mtupatie hiyo pesa. Sawa, na si kwa kuwa tumelizia na ili eneo ulotuonesha kwa sasa. Ninachoomba kwa mwenyekiti kwa sasa tusiende. Tuende muda wa saa 10 kwa sasa. Nina safari na huyu rafiki yangu. Kuna sehemu tunataka tuende. Ndio. Saa 10. Saa 10. Mama, saa 10 si saa 9 tumefika pale. Hamna shida. Mapema. Hamna shida. Shukrani sana. Tutakutana hapo hapo. Sawa. Haya. Yaani sio swala la tamaa ulikisema. Wewe unaona. Inakawaje unaona? Yaani mpaka sasa hivi bahari bado iko shwari. Na kama ninapokujua ile zege lisilale. Yaani tukishasainishana naye kwa mwenyekiti nakupa chako na mimi changu. Tusijuane. Tujuane. Sasa mimi shida. Wewe niingie shortcut hapo. Naingia hivi. Ngoja mimi ninyoshe hivi. Unajua hii dunia sasa hivi imeharibika. Watoto wadogo hapa sasa hivi watu wanatolewa figo. Unaenda wapi sasa? Haya, wewe unaitwa nani? Lita. Unaitwa? Lita. Lita na kapi? Wewe Lita jamani, mtoto jamani. Unakaa nyumbani wewe mbali. Jamani. Huyu bwana mama mambo ya sasa hivi yameharibika bwana. Yaani kweli. Mtoto unakuta kama hapa watu wanakuja kukamata watu, wanaweza wakashangaa na kutoa figo si na nini. Nini tena mtoto? Mtoto vipi tena?
Sasa inakuaje hapa? Una matatizo mengine? Jamani. Yaani msala wa kwako baba umeua. Msala kwangu vipi? Wewe mtoto. Hem, tukachukue tukapeleke. Mimi tena. Tumbebe tumsaidie huyu mtoto. Hebu mbebe. Lakini wewe ndio nika umembeba mtoto. Wewe kaniachia sala tena nitatoa wapi? Kwanza ndio naye wapi? Mpeleke kwanza huko. Twende nyumbani. Nyumbani kwako. Nyumbani kwangu mimi tunataka kumsaidia. Umeshampata na nini? Ghafla kama chafya tu. Alikipita tukamwita nisalimie, baadaye kadondoka chini. Hivi unajua mtoto ni yule mzee aliyotoka jela juzi? Sasa sisi tumekufanya nini wewe mtoto? Unataka kututia tu matatani saa hizi? Sisi na umri huu tuanze kwenda jela saa hizi kweli? Usichokijua mume wangu umeita kesi hapa. Yaani mimi swala la msingi hapa limeshatokea sasa. Yaani japo kawa alokutwa na ngozi ndo alokula nyama. Sisi tuangalie namna kufanya. Huwezi kuongea hivyo. Mimi nakwambia huwezi kuongea hivyo. Unasikia? Huwezi kuongea hivyo. Yaani huwezi kusema mimi nimekutwa na ngozi kwa sababu kaja ndio maana ukasema tumlete nyumbani, si ndio? Yaani maana yangu ni hivi, tuangalie suluhisho. Tunafanyaje kuhusu huyu mtoto? Nini? Mtoto amekufa tayari. Unasema? Tayari amekufa mtoto. Yaani nyinyi mnaonekana kama mmepaniki. Ila nyinyi tulizeni mawazo yenu. Mimi nakwenda, nikirudi tutajua cha kufanya. Nyinyi tupumzikeni tu, relax. Mume wangu unamuelewa? Anaenda wapi? Atucheke sisi hapa. Ili mbona dogo limekuisha tu. Maana mkiongea hivi mnaenda kama mnanikela. Mimi nakuja. Hii kesi. Hii tushachua kesi hapa. Wewe kijana, jo. Mzee, mbona unakimbia? Yaani nina habari moto za kwako. Habari gani hizo? Yaani kwa kweli hizi habari ni nzito kweli kweli. Mimi nakwambia ukweli. Nzito. Yaani mzee, kwenye hichi kijiji hichi chote, yaani wanakukubali wewe hatari yani. Yaani kama Lambo, kama Arnold Schwarzenegger tu. Mimi, yaani kweli kabisa. Kwa hiyo, yaani wanakufananisha wewe kama Lambo vile. Sawa. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatakaje? Yaani mimi ninachotaka, yaani mimi nataka niwe ngangali. Yaani mimi nikubalike na hiki kijiji hatari. Unataka kuwa kama mimi? Ndio. Piga push up kwanza. Push up piga. Hilo mbona swala dogo tu mzee. Yes. Weka ngumi. Yes.
Twende. Twende. Na kuenda moja. Narudi mbili. Haraka haraka. Bado. Safi. Vipi tena mume wangu? Mbona push up asubuhi? Yuko kwenye mazoezi? Vijana wa siku hizi wanapenda mazoezi. Basi mimi ngoja niende nikatafute chakula cha kuku mume wangu. Hapana. Kaa hapo kwanza, umuhesabie. Endelea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Amka. Yaani kweli. Kesho uje. Kuna shida mzee. Umeenjoy Yaani nimechoka hatari yani. Umeenjoy Kesho mapema sana. Hakuna shida mzee wangu. Wewe kijana. Nilituma mtoto wangu hapa kuja kununua sigara. Hujamuona? Hajafika hapa kijana yote mzee wangu. Hajafika? Hajafika mzee wangu, niamini. Haina shida. Karibu sana mzee. Mume wangu, muda unazidi kwenda, tunafanyaje na mwili? Mke wangu, yaani imefika kipindi naona giza kabisa, yaani hata sielewi tufanyeje. Wapi? Hebu ngoja nijaribu kuzurura kidogo hapa. Huenda naweza nikapata wazo ni kitu gani tutafanya. Yaani kwa hiyo mimi unaniacha ndani peke yangu na mwili? Yaani pa uondoke babangu. Kama unaenda tu ndio wote. Tofauti na hapo tubaki wote ndani. Mimi huwezi kuniachia ile bomu hapa. Sasa tunavyokaa hivi wote wawili, yaani tunakaa na mwili wa watu hapa, alafu tumekaa hatuna mawazo mengine yoyote mapya. Ni bora nitoke nizuri, naweza nikapata mwanga, nikaja hapa tunajua tunafanya kitu gani. Mungu, mimi naogopa. Wewe ni mke wangu, mimi ni mume wako, siwezi nikaondoka nikakuachia mzigo. Mimi naelewa wewe ndio mimi, mimi ndio wewe. Naomba nikapambane, nione kitu gani naweza kufanya tukaweza kuondoka katika hili janga. Basi sawa, wahi kurudi. Sawa. Sasa wewe makelele tu, makelele. Ningekuwa na amana sana kama ungesema kwamba tuende msikitini au kwenye kituo cha polisi. Lakini wewe makelele tu, makelele tu. Sasa mzee Dimbwa, wewe unaanzaje kumtuma mtoto dukani akakuchukulia sigara? Gomfelegwe chikiduga. Nikukutamira kabisa, nikukuleka. Ukwenda unyuse kujera, sawa? Sasa hivi sitaki kukusikia kauli yako hiyo. Sema neno moja tu kwamba tumtafute mtoto basi imeisha. Unafahamu vizuri. Lakini kosa lako wewe mzee Dimbwa. Kila siku nakwambia usimtume mtoto. Yule ni mwanangu. Yule ni mwanangu, nisiseme kwa nini? Sasa wewe unakoelekea utamtuma mtoto paka akuashie na sigara. Sasa si nimezaa mwenyewe. Ndio tuende tukamtafute. Namtaka mtoto wangu. Yaani sio swala la kupaniki. Yaani wewe tumwachiaje mtu aondoke? Hapaka tuleje majambo sasa katuletea nsala. Haya nsala mimi kushikwa na polisi kwenda jela kwenye adebe manake nini?
na utu uzima huu nilipotoka jela na kuta sabuni nauzwa 4,000. Mwache mambo ya kijinga, na huo anaonekana mkubwa jinga tu, lakini akiliana. Yaani sio swala la kutoroka tu nikizungumza hapa. Hata yeye pia unaone huruma. Hata huko alikitembea jana mawazo akigongwa na gari. Si mambo ya kijinga, yeye mwenyewe njinga. Mimi ananikera. Tatizo tunaongeza tatizo juu ya tatizo sasa. Yaani mambo ya kijinga kweli yani. Aya tipo ya kimbia Nsala sasa, Nsala kamwachia nani? Ili jambo lingetakiwa tukae wote tulizungumze. Sasa yeye kakimbia. Kukimbia kwake sasa ili sisi tushikwe. Na mimi nakutaja wewe mwenyewe. Yaani mimi niende nikanye debe na utuzima huu. Yaani kulala nilale kwa mbinde, hata kuzulula hakuna tena, nimefungiwa tu mahali mmoja nimekaa. Wewe ndo unafurahia hayo. Waache mambo ya kipumbavu, na wewe mjinga mwenzako mwache mambo ya kijinga. Yaani kubwa